Matendo ya Mitume 19:11. Soma hata mistari miwili tutafafanua. Nataka tuone wainjilisti wawili ambao wana viwango tofauti tofauti. Mwinjilisti wa kwanza hakuwa anamjua Mungu na hakuwa anajua wengine wanamjuaje Mungu. Lakini mwinjilisti wa pili alikuwa anamjua Mungu na anajua wengine wanamjuaje Mungu. Soma ya Matendo ya Mitume. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Endelea. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Endelea. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, nawapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Nataka nikuonyeshe kwanza mwinjilisti huyu au huyu mtumishi. Huyu naye alikuwa anamtumikia Mungu, lakini shida yake alikuwa hamjui Mungu na hajui wengine wanamjuaje Mungu. Akakutana watu wenye changamoto wanahitaji maombi, lakini alikuwa ni mwinjilisti mzuri sana. Akakutana watu wana magonjwa, lakini mwanzo pale Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa amefanya mambo makubwa kwa mikono ya watumishi wa Mungu kina Paulo. Na kulikuwa na watu wa jamaa moja nao wakaingia kufanya kazi ya Mungu, lakini hawamjui Mungu na hawajui wengine wanamjuaje Mungu. Wakataja jina la Yesu ili miujiza ile iliyofanyika kwa Paulo ifanyike kwao. Biblia inasema hao pepo au huyo mtu aliyekuwa na pepo akawauliza, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, ninyi ni akina nani? Mbona hatuoni kiwango chochote ndani yenu cha kumjua huyu Mungu? Mbona hatuoni kitu chochote kwamba na nyinyi kuna ufahamu hata katika jina la Yesu mnaelewa? Kipi kilimfanya pepo muweze? Hakuwa anamjua Mungu na hakuwa anajua wengine wanamjuaje Mungu. Ni vyema tukamjua Mungu kwa eneo ambalo wengine wanamjuaje Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie kitabu cha Samueli. Tuangalie mwinjilisti mwingine wa pili, Samueli 17:31 hadi 37. Na maneno hayo aliyosema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wa hao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu. Alihaishia tu hapo. Nataka tuwaone wale wa kwanza ambao walikutana na mtu mwenye pepo, wakataja jina la Yesu. Pepo likawaambia, hicho mnachokisema sisi tunakielewa kuliko nyinyi, na hakufaulu. Lakini huyu ni mtumishi mwingine, ni mwinjilisti mwingine pia, ambaye alikutana na changamoto. Israeli wakiwa vitani, wakiwa na mfalme, wakiwa na majeshi, lakini wako vitani, hawajui kiwango cha adui wanayepigana naye anamjuaje Mungu, na hata wao wenyewe hawamjui Mungu wa kweli. Mfilisti huyu alikuwa anaitwa Goliati, alikuwa kiinuka na kuwatukana majeshi ya Bwana. Daudi alipofika kule vitani, Biblia inasema yule Mfilisti akainuka kuwatukana Israeli. Kilichomfanya Daudi ampige Goliati ni kujua kiwango cha Goliati anamjuaje Mungu. Daudi akajua Goliati
hamjui Mungu kwa kiwango ambacho Daudi anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Goliati akamtukana Mungu wa majeshi ya Israeli. Daudi anajua Mungu wa Israeli huwa atukanwe. Kwa hiyo Sauli pamoja na kujificha na majeshi yake, Daudi alipojua kiwango cha Goliati, mmoja akamwendea Sauli akamwambia, sizimie moyo kwa ajili ya huyu tumishi wako, nishaua simba na dubu polini, tena nikiwa peke yangu. Leo niko mbele ya mfalme. Sauli akamwambia, wewe wezi, huyu jamaa sisi tunamjua, amekuwa mpiganaji miaka nenda rudi tangu utoto. Daudi akatoa mifano, lakini moja ambacho nataka nikuonyeshe, huyu mwinjilisti Daudi alimjua Mungu, lakini alikuwa na uwezo wa kujua wengine wanamjuaje Mungu. Na hakuna namna utakutana na ushindi mkubwa katika jina la Yesu kama hautajua wengine wanamjuaje Mungu. Na kipimo mojawapo cha kumpiga adui ni utambue adui anamjuaje Mungu. Daudi ukisoma Biblia inasema alipotambua Goliati kiwango chake cha kumjua Mungu kiko chini, Daudi alichukua tu kombeo na mawe kadhaa akampiga Goliati na Goliati akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika huduma ya uinjilisti au katika eneo la kumtumikia Mungu, ni vyema tukamjua Mungu kwa kiwango ambacho wengine hawamjui Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 37 tunamuona Petro akihubiri injili. Baada ya kuhubiri injili, matokeo ya ile injili, Biblia inasema watu wakachomwa mioyo yao. Walipochomwa mioyo yao, wakamuuliza Petro, tutendeje ndugu zangu? Sasa angalia mtu ambaye alikuwa anatoa huduma na anamjua Mungu, na matokeo nini? Matokeo yakawaje? Matokeo ya huduma na injili ni mambo kama matatu nimeweka hapa. Moja, injili ya mtu ambaye anamjua Mungu huachilia moto. Lakini mbili, hufanya mageuzi au mapinduzi. Tatu, huleta wokovu. Injili kwa mtu anayemjua Mungu inatoka na moto. Kuna vitu inateketeza. Wakati inateketeza, kuna nguvu inafanya mageuzi na upinduzi. Jambo la tatu, wokovu unakuja. Na juu ya haya mambo matatu, kinachosababisha hivi vitu vifanyike ni uwezo wa kumjua Mungu kuliko uwezo wanavyomjua Mungu watu wengine. Tunapaswa kumjua Mungu wa kweli. Na hizi ndizo kanuni baadhi za kumjua Mungu. Nimetaja kanuni 3. Kanuni ya kwanza, tambua wengine wanamjuaje Mungu. Kanuni ya pili, ni lazima umjue katika damu na nyama. Lakini kanuni ya 3, ufunuo ambao Mungu mwenyewe anakufunulia. Kuna kiwango unamjua Mungu kwa njia ya ufunuo. Yaani wewe mwenyewe wakikupima, umeenda shule, hujaenda shule, umesoma chuo gani, hujasoma chuo chochote, umefanya nini, bado unaonekana kwa hali ya kawaida, lakini una ufunuo wa Mungu kukufunulia mambo fulani katika maisha yako.